waandishi mna principle moja, sijui tulianzisha, nadhani kabla yetu sisi walianzisha raka zetu na naendelea, na sasa umekuwa utamaduni kwamba mtu akija kwenye press yule mzungumzaji hata akiwasalimia mnakuwa mjibu. Sijui nani kawaambia hili ndio jambo sahihi. Salamu hahusiani na uandishi wako. Salamu alaykum. Huo ndio uandishi. Naitikia. Naona press nyingi mkiuliza salamu kama vile mko serious sana. Maana tuitikie hata salamu sisi. Ndugu zangu wanahabari, kwanza niwashukuru kwa kuitikia wito wangu kwa short notice ya leo kutoka saa 4 mpaka saa 7 hii saa 8 na karibia kufika hapa. Najua hamu yenu kunisikiliza na ongea vitu gani. Kama ilivyo desturi, mshakuwa na hisia leo haje tenda kuongelea hiki, mwingine hiki, mwingine hiki. Lakini surprise ni kwenu. Leo nimekuja hapa nikiongozana na mke wangu ambaye ndio makamu wa mwenyekiti wa taasisi ya Haji Manara Foundation, lakini na operation manager wa Manara TV. Tuko hapa kuzungumzia jambo ambalo mwaka jana tulilifanya na mwaka huu tutalifanya inshallah. Kupitia Haji Manara Foundation tuliandaa mashindano ya kusoma ambayo eleweke vizuri. Kuna kuhifadhi kama aliyofanya jana Kishki na wanaofanya watu wengi, sisi ya kusoma Qur'ani. Lakini hii ni kwa watu maalum. Unakuja pale na masahafu yako au juzuu yako, au kama umehifadhi much better, unakuja unasoma kwa dakika chache, anakuja mwingine. Wasomaji wenyewe tuliowakusudia, tuliowaita watu maalum, ni celebrities wetu, ni viongozi wetu wa serikali na vyama vya siasa na asasi za kiraia na taasisi nyingine, wakubwa wetu wanaongoza taasisi za kicorporate hapa nchini, na watu wengine wote mashuhuri wakiwemo watangazaji, wacheza mpira, wacheza basketball, yani watu ambao wana ushawishi katika jamii. Lengo hasa ni moja, ni kuinspire vijana na watoto waendelee kusoma Qur'ani na waone fahari kama mtu anaposoma Qur'ani aone fahari. Kumekuwa na dhana kwamba Qur'ani ni ya watu maalum fulani. Nataka tufanye kila mtu aone raha kusoma Qur'ani, hasa katika mwezi huu ambao Qur'ani imeshushwa ndani ya Ramadhani hii. Wasanii, watangazaji, viongozi, tutajumuika kwa pamoja kumotivate new generation, kumotivate watoto. Akishamuona pale waziri anasoma Qur'ani, mtoto anakaa kwenye TV, au kijana mdogo waziri katika sekta fulani hivi, asada hata huyo anasoma Qur'ani, na yeye atapata hamu ya kujifunza kusoma Qur'ani. Akimuona msanii mkubwa anayemuona kila siku anaimba, anasoma Qur'ani, anakuwa motivated na yeye kusoma Qur'ani. Imefanyika mashindano mengi, kazi kubwa imefanywa na inaendelea kufanyika. Lakini sisi kwanza tunawapongeza wote walioandaa mashindano na wanaoendelea kuandaa ya kuhifadhi Qur'ani, ya kusoma kwa njia ya tajwidi. Lakini sisi tunataka tuende mbali zaidi, tuongeze namba ya watoto wa Kiislamu kujifunza kusoma Qur'ani. Ndio maana tunatumia kundi la watu hawa kuendelea kushawishi watu wasome Qur'ani. Siku hizi madrasa zimepungua sana,
zimebaki kwetu tu Uswahilini, lakini maeneo mengine namba ya watoto kujifunza Qur'ani imekuwa ndogo sana. Imagine pale binti wa Kitanzania na miaka 8-9 anamuona msanii kama Zuchu anasoma Qur'ani, anamuona muigizaji pale kama Asma anasoma Qur'ani, na yeye kila siku anafuatilia tamthilia zake. Maana yake ni kwamba atakuwa motivated automatic, anaona kumbe kusoma Qur'ani ni ujiko. Mwaka jana tulifanikiwa sana, alhamdulillah. Waliokuwepo wanajua tulifanyia hapa Serena Makei kule. Mwanzo wakati tunatangaza watu wakasema unajua au aje anachukua watu wanaenda pale, watavaa wanaume watavaa vipuri, wanawake watakuja vichwa wazi, ikawa bla bla nyingi sana zilisemwa. Bado kidogo zinikatisha tamaa, lakini nikasema hapana, ili jambo kadri ninavyoliona mimi litaleta manufaa kwa jamii, tukalifanya. Wale wasanii ambao wanaonekana kama labda masela au hawajitandi, wote wamekuja vizuri, wamesoma vizuri, waliopata nafasi ya kusoma ikamotivate sana, kiasi cha mufti wa Tanzania Samah Sheikh Zuberi Sheikh Zuberi akanita ofisini kwake, akanipa tuzo maalum kwa kufikiria kuwashirikisha watu mashuhuri kumotivate. Katika tuzo zote nilizopata mwaka jana, ile kwangu ndio best award, sababu ilipigwa vita sana. Watu wetu unajua ukitoka unajua mkiandika nio Tanzania wanapeleka wasanii kujua, haiwezekani. Nao ni sehemu ya watu. Pengine hawa watu baada ya kumaliza pale mashindano, Mungu akawapa taufiki ya kurejea moja kwa moja. Rami Galis, mwigizaji mashuhuri Tanzania, mwaka jana baada ya kutoka pale akaniambia, unajua kaka, imenijia kitu mimi mwaka huu baada ya mashindano haya, kuna kitu Mungu naomba anisaidie nikiwezeshe. Kitu gani? Akaambia mwaka huu kabla hajafika Ramadhani ijayo nitaoa, nitakuja kwenye mashindano yajayo nikiwa na mke. Na kafanikisha, kaoa. Watu wengi wamebadilika, nyinyi hamuoni. Kuna matendo fulani ukikaa katika jumuiko la watu wa dini unaambukizwa. Kuna baadhi ya mambo unaacha, wengine hawezi kuacha yote, hatujaliwa kuacha yote kwa mpigo, lakini kidogo kidogo. Sasa hawa kama sehemu ya jamii wana mchango wao katika kufanikisha hili jambo. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa kuja tena. Tutaandaa mashindano na inshallah tumekubaliana tufanyie hapa hapa. So far ratiba ni tarehe 30 March mwezi 29 Ramadhani. Yani Ramadhani itakuwa Ramadhani ya 29. Kizungu itakuwa Jumapili ya tarehe 30. Na mashindano haya kwa nini tunaweka mwezi 29? Waislamu mnafahamu mwezi 29 ndio siku ikifika magharibi tunaangalia mwezi. Je, kesho Idi? Sasa mwaka jana tulipata bahati, Idi ikatangaziwa hapa hapa Serena kupitia kwa Naib Mufti Sheikh Al-Khamis Ngeruko. Tumemaliza pale, washagawiwa zawadi, Mufti akatangaza mwezi tokea Bakwata hapa, ukenda live sababu ilikuwa live kwamba mwezi umeonekana sehemu fulani, akitangaza Naibu Mufti. Kwa hiyo tunataka tuifanye tena mwezi 29, ni yao mushaka. Kama mwezi utaonekana watatangazia hapa hapa. Tumewalika viongozi mbalimbali wa kitaifa. Naomba kidogo sauti ndugu yangu, usiwahi content, bado sijamaliza. Mwezi utaonekania hapa, basi tutatangazia hapa. Tumewalika viongozi tofauti tofauti mashuhuri wa ndani na nje. Wengine tutawataja, mgeni rasmi tutamtaja wiki ijayo, tutamtangaza. Lakini zawadi ya mshindi wa kwanza wa mashindano haya atapata safari ya kwenda Maka kufanya ibada.
ya hija au ya umra. Yani katika wale watu mashuhuri watakaosoma taasisi ya Haji Manara Foundation, kama atakuwa mshindi wa kwanza, tutagharamikia kila kitu kwa safari aidha ya hija au ya kwenda ibada ya umra, hija ndogo mnasema. Umeona? Lakini kutakuwa na zawadi nyingine kama tulizozitoa mwaka jana kwa washindi wengine wote. Utaratibu wetu ni ule ule. Wanawake watakaa upande wao, wanaume upande wao. Ndio miongozo ya dini yetu inavyosema. Wanawake watasoma upande wao kwa wale watakaoshiriki, na hali kadhalika wanaume. Tumewalika safari hii katika kuboresha, katika kupendezesha, katika kuinogesha mashekhe wakubwa kutoka Mombasa, kutoka Lamu, lakini na jaji tunamleta kutoka nje, aidha Misri au Morocco. Tushaanza mawasiliano, wiki ijayo wakati tutakapomtangaza mgeni rasmi tutamtangaza na jaji. Wito wetu kama Manara Foundation ni kuwaomba watu wa mabenki, watu wa taasisi, wale ambao wana ushawishi katika jamii, watoe nafasi ya kushiriki kwetu. Viongozi wa serikali, hakuna, yani hasa lengo sio ushindani. Hizo zawadi tunazitoa katika kuyapamba tu mashindano. Waje, tuna mawaziri, tuna manaibu mawaziri, tuna wabunge, tuna wakuu wa wilaya, tuna wajumbe wa